Usiwatendee watu mabaya kwa sababu tu wewe ni bosi au una cheo au una nafasi. Watendee watu mema maadamu Mungu amekupa cheo au amekupa nafasi. Inawezekana kizazi chako wasiwe na cheo ulicho nacho, na maandiko yanasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Leo utawanyanyasa wale wanaofagia ofisini kwako, utawakomoa, utawanyoosha kwa sababu una cheo, lakini unaharibia kizazi chako. Machozi ya hao watu wanaolia kwa sababu ya nafasi ulionayo na watendea mabaya, wanalia, unawafanyia mabaya bila kujua kwamba na wao wana watoto wanaowategemea. Ni kweli unamchukia huyo unayemfanyia mabaya, lakini kumbuka uzao wake, kumbuka watoto wake. Ni kweli leo utamnyoosha huyo mtu, atalia, machozi hayo hayatakuacha salama. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Leo utafurahia, nimemnyoosha, nimemkomesha, ameshika adabu, lakini yale machozi yaliyoanguka kwenye ardhi yasipozaa kwako, yatazaa kwenye kizazi chako. Na ndio maana huwa tunasema tenda mema kwa ajili ya faida ya uzao wako. Tengeneza kesho ya watoto wako. Usiwaache watoto na uadui ambao hauna sababu. Usisababishe watoto maisha yao yote wakalia, kwa sababu apandacho mtu lazima atavuna na chenji. Jifunze kusamehe, jifunze kuachilia. Ni kweli ungeweza kutumia cheo chako kumnyosha mtu, wewe samehe. Acha Mungu aliyemuumba huyo mtu amnyooshe yeye, lakini sio wewe. Maandiko yanasema kisasi ni cha Bwana, kisasi kisiwe cha kwako. Watendee watu mema kwa faida ya watoto wako. Hata kama una roho mbaya kiasi gani, kwa faida ya watoto wako. Leo umenisikia, uokoke kwa faida ya watoto wako, kwa jina la Yesu.